Unajua mara nyingine huwa wakati ninapokuambia hujali, lakini nimeona nikamate maamuzi. Nitakamata maamuzi ambayo yatakuwa ni sahihi kwangu. Nitamchukua mke mwingine. Sababu naona kabisa kiwango tulichokifikia mimi na wewe, hakika sio mtu mzuri. Huwezi kila mara kwa unanikamata namna hiyo. Huwezi kunikamata namna hiyo kila mara. Najua umekaa kimya sababu najua kwamba una matatizo yako tu yale ambayo yaani mimi ndo mwanamume ambaye kila mara nitakuwa nikupigie magoti, nifanye nini, uje ufanye lolote unalolitaka. Unajua kwamba mimi sio mtoto wako wewe. Mimi ni mmeo. Lakini mimi nakupenda. Nakupenda, ila tu tatizo tu ni kwamba wewe mara nyingi huoni uzito wa moyo wangu. Ila basi kama nimekamata maamuzi hayo, kwa kweli mimi mume wangu, mambo yanayoendelea ndani ya nyumba hii sielewi. Kwa sababu mimi sijaelewa mwanaume uende utumike, upate pesa, lakini pesa hazifai kazi yote ndani ya nyumba. Wewe unajua tu kutumia pesa na malaya, kunywa pombe, haufikirie kuwa una mke, haufikirie kuwa una watoto, haufikirie familia yako yoyote. Alafu na nikiwaambia wazazi wako kuhusu hilo tatizo lako, naona kwa mimi mwanamke ni mkorofi, mimi mwanamke sijui nina mambo mengi kwenye kichwa changu, mimi mwanamke sina shukrani. Hivi mume wangu, unataka mimi nifanye nini? Kikweli nimechoka. Watoto wanahitaji kusoma, wavae, wakule vizuri, na maisha ya kesho huko tazeeka. Nakufa upo, unaweza kufariki ama mimi nafariki, au watoto wataendeleaje? So mume wangu, naomba jirekebishe. Kiukweli naomba jirekebishe, kwa sababu hii maisha ikiendelea hivi mimi nitachukua maamuzi mengine. Mke wangu, najua yataendeka. Usijisumbue kabisa. Tumuombe tu Mola na kila kitu kitakuwa sawa. Leo vitu viko ngumu sana. Kila mtu anateseka, maisha hayaendeki. Vumilia mke wangu, vumilia. Usijisumbue. Mungu wangu, nitaishije mimi na haya familia? Najua tuna familia kubwa. Watoto wanahitaji masomo, wanahitaji kupata pesa, wanahitaji kupata viatu, wanahitaji kupata mavazi. Kila kitu kitakuwa sawa. Ninamwamini Mungu. Amini ya kwamba Mungu yupo mke wangu. Amini Mungu yupo. Mimi namwamini. Rafael, nimekuja kukuomba msamaha. Samahani na kuomba unisamehe. Nimekukosea. Nimekuja unisamehe Rafael.
Yaani najutia kile ambacho nimekifanya. Nimekuja mbele zako Rafael, please nisamehe. Nakuomba samahani, please, hebu nisamehe. Dunia imenipoteza. Ila nimejutia maisha yangu. Sijui kile ambacho nimekifanya. Nisamehe please. Narudi jioni na kutafutia. Muda wote ni wewe. Naona wewe. Pia naona na watoto. Maisha yangu yote naitia hatarini kwa sababu yako. Nakupenda mpenzi, nakupenda. Sasa unapenda nifanye nini ufahamu ya kwa kweli mimi nakupenda? Ila baby, pengine ni maisha, lakini mpenzi, nielewe. Leo nimeshindwa, ila kesho sitashinda. Nitatumika kwa ajili yako na ndajua ndashinda. Usione kwa sasa nimeenda huku, nimeenda kule. Nitarudi kwako baby. Nitafanya kila kitu na utafurahi. Yes, Pastor, ilikuwa siku mingi tukiongea kwenye simu. Lakini kiniuliza mambo mengi kuhusu imani, kusijua nikuelezeje. Baadaye ningelipenda leo tuongee tu, tukambilishe ukweli. Imani yangu sio imani ya kurogotesha. Imani yangu ni ya Urasta. Na ukitaka jua kuhusu imani ya Urasta, unaweza kusoma nenda vitabu vya imani, utaelewa zaidi.